Naam, karibu katika episodi nyingine ambayo tunaangazia hatua 10 bora za kufikia uhuru wa kifedha. Uhuru wa kifedha huwa rahisi kufikiwa pale unapoacha kuona kama jambo la kimiujiza na kuanza kuona kama safari yenye mpangilio na hatua zinazotekelezeka. Hatua hizi 10 zinazoelezea mtazamo na matendo muhimu yanayokupelekea kwenye uhuru wa kifedha. Hatua ya kwanza, kubali kwamba uhuru wa kifedha unawezekana kwako. Ukikataa uhuru wa kifedha akilini kwako, pia utashindwa kujenga tabia zinazokupa za kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Hatua ya pili, heshimu muda na nguvu ya ukuaji taratibu. Maamuzi madogo yanayorudiwa mara kwa mara yanaweza kuleta matokeo makubwa baada ya muda. Hatua ya tatu, tengeneza vyanzo vingi vya mapato. Chanzo kimoja cha mapato kinaweza kulipa mahitaji ya kila siku, lakini vyanzo vingi huongeza usalama na udhibiti wa kifedha. Hatua ya 4 inaenda kupelekea kujenga uhuru wa kifedha ni jenga mapato pasipo kufanya kazi ya moja kwa moja kila wakati. Umiliki wa mali au mifumo ni muhimu kwa sababu unaweza kuendelea kuingiza kipato hata pale ambapo hufanyi kazi moja kwa moja. Hatua ya 5, tumia nguvu ya kuongeza matokeo. Teknolojia, usambazaji, mifumo ya kiautomatiki, watu na mtaji vinaweza kuongeza matokeo yako kwa kiwango kikubwa. Hatua ya 6, jenga mtandao mzuri wa mahusiano. Mahusiano yenye nguvu huleta fursa, wateja, ushirikiano, msaada na mawazo mapya. Hatua ya 7 ni dhibiti fedha zako. Huwezi kuwa na uhuru wa kifedha ikiwa matumizi holela, madeni na manunuzi ya hisia ndiyo yanayokuongoza. Hatua ya 8, jifunze kuijenga akili yako. Akili yenye nidhamu huona fursa kwa urahisi, hujifunza haraka na kuzishinda changamoto kwa ufanisi. Hatua ya 9 ni weka lengo lililo wazi. Malengo huwa na nguvu zaidi yanapokuwa yanaonekana, yanapimika na yana maana kubwa kwako. Hatua ya mwisho kabisa, endelea kujifunza kila wakati. Elimu ya darasani si njia pekee ya kujifunza. Vitabu, walimu, kozi, uchunguzi na uzoefu wa vitendo vina mchango mkubwa pia. Somo muhimu ni mafanikio mara nyingi hukua kupitia mifumo, umiliki wa mali na kurudia kufanya mambo sahihi, sio kufanya kazi kwa saa nyingi pekee. Vitabu, tovuti, bidhaa, biashara na uwekezaji vinaweza kuendelea kuleta thamani hata baada ya juhudi za awali kukamilika. Somo nyingine muhimu katika nidhamu ya kitabia. Unaweza kujua unachopaswa kufanya, lakini uhuru wa kifedha unahitaji utekelezaji, kuweka akiba, kuendelea kujifunza, kujizuia na matumizi yasiyo lazima na kufikiria kwa mtazamo wa muda mrefu. Anza ulipo, si pale unapotamani kuwa. Kiasi kidogo cha fedha kinachowekwa au kuwekezwa kwa udhibiti inaweza kukua na kuwa kikubwa. Ujuzi unaofanya mazoezi kwa umakini unaweza kuwa chanzo kipya cha mapato. Mradi mdogo wa pembeni unaweza kukua na kuwa mali yenye thamani. Safari ya kuelekea uhuru wa kifedha si ya haraka kila wakati, lakini huwa wazi zaidi unapochanganya mpangilio, uvumilivu na hatua za vitendo.